Nairobi hoye! Aya, kubali hii gari isonge nyuma, isonge nyuma. Na hiyo gari ingine wewe songesha gari hapa, wananchi wasikie tunasema nini. Wewe unapark gari huko. Wewe ni mtu bure sana. Ama ni aje bwana? Isonge. Si mnataka kusikia tunasema nini? Si Nairobi ni yenu? Si mnataka tupange Nairobi? Na mnataka Nairobi ipangike? Mimi niliwaahidi watu wa Nairobi. Sawa. Hapa Nairobi ndio capital city ya Kenya. Sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi kama kumeharibika, Kenya kumeharibika. Nairobi kama kuna uchafu, Kenya haiwezi kuendelea. Nairobi kama itembei, kama iko na jam, Kenya iko na jam. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia hii Nairobi ilisahaulika miaka nyingi. Na mimi niliwaeleza hii Nairobi tutaipangia vizuri. Nimewaeleza hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale kuna majamaa hapo wananisumbua ati William Ruto anafanya kazi sana, ati huyu mtu anapumzika saa ngapi, ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours time ni yao, nguvu ni yao, akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi niliwaambia wa Kenya ya kwamba tutabadilisha hii nchi yetu. Na hatuwezi kubadilisha nchi kwa kuzembea. Hatuwezi kubadilisha nchi kwa kufanya kazi polepole. Mimi nataka niwaeleze, and I want to challenge those who are telling me that I am wasting time inspecting projects. This project here was supposed to be complete next year July. But by God's grace, working with the contractors here, I have come here several times to make sure this project is hastened. Today, we are launching this project 1 year ahead of time, to mean that what we can do for 10 years, we can do in 5 years. Tuendelee ama tuendelee bwana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mbali na hii project, mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, mumeona pale All Saints Cathedral. So mnaona pale pia tunajenga viaduct. Hiyo viaduct ilikuwa imechelewa miaka. Mimi nataka niwaambie kabla ya Disemba, mimi nitaenda kufungua hiyo viaduct. Watu ambao wanaenda CBD watawacha kusumbuliwa na jam, kwa sababu tunataka Nairobi itembee. Tuendelee ama tuendelee? Hapa Talanta, nyinyi mnajua kuna barabara ambayo tumeanza ya kuunganisha Ngong Road na ile Southern Bypass. Ndio watu wasihangaike wakati watakuja kuendelea na michezo hapa Talanta. Hiyo pesa tumeweka bilioni 3 ya kujenga hiyo barabara, na contractor tayari yuko pale, nataka kuitengeneza. Vile tuko na project nyingine ya kuunganisha Bomas of Kenya na hii Talanta. Tuhakikisha kwamba Nairobi inatembea. Ni kweli ama si kweli bwana? Tubadilishe Nairobi ama tusibadilishe? Nimewatangazia tuko na barabara nyingi hapa Nairobi bado ni ya matope. Tuko na barabara nyingi hapa Nairobi zimeharibika. Na ndio mimi nimetoa pesa ya serikali kusema ili tubadilishe sura ya Nairobi, lazima hii Nairobi ioneshane sura ya taifa letu la Kenya. Wageni wakikuja Kenya wanakuja Nairobi. Ile sura wanabeba ya Nairobi ndio watafikiria kwamba ndio sura ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo nimefanya kazi na hao wabunge wenu. Nimefanya kazi na huyu gavana wetu, na tumekubaliana ya kwamba kilomita 70
mpya ya Nairobi katika kila sehemu tunamaliza, iko 85%. Kuna kilomita ingine 60 ambayo tumepatiana procurement, macontractor wanaendelea. Kuna kilomita ingine 70 mimi natangaza kandarasi yake wiki hii. Tuhakikishe ya kwamba kilomita 220 Nairobi, katika kila kitongoji, katika kila ward, na MCAs wetu wako hapa. Hawa MCAs wamenipatia barabara zao, ndio tuhakikishe kila ward ya Nairobi tunawatengenezea barabara. Hakuna ward ambaye tutawacha nyuma. Tunataka tutembee tukiwa pamoja. Nairobi hoye! Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaeleze vile vile watu wa Nairobi. Kuna miji hapa Nairobi, kuna sehemu za Nairobi bado zinaishi kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Kuna miji ama sehemu 9 hapa Nairobi ambazo ziko katika ndani ya giza. Stima yao ilikatwa. Mimi nataka niwatangazie, kwa hii budget nimezaini juzi, hiyo budget tumeweka hapo bilioni 2 ya kuhakikisha wale watu wanaishi Kosovo, wale watu wanaishi katika Kiambiu, wale watu wanaishi pale Hospital Ward, wale watu wanaishi kule Mathare ambao hawana stima, tuwawekee stima waishi kama watu wengine wa Nairobi County. Nairobi hoye! Nyinyi mnanielewa jameni? Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni watu wa Nairobi. Hii Nairobi ilikuwa inasumbuliwa na slums, ni kweli ama si kweli? Wananchi wengi wa Nairobi wanakuwa wanaishi mahali hakuna stima, hakuna maji, hakuna usafi, hakuna barabara, hakuna maneno hiyo yote. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimesema kama wewe unalipa shilingi 2,000 kuwa na nyumba, wewe utaendelea kulipa 2,000 na mimi nitakujengea nyumba ya gorofa. Wewe uishi pale, usonge mbele kama mwananchi wengine. Nairobi hoye! Kuna watu wengine, watu ambao hawana akili, wanasema ya kwamba wanataka wananchi wa Nairobi waendelee kukaa kwa slums, waendelee kukaa mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara. Wale watu ni mafala ama si mafala? Wale watu ni mafala ama si mafala? Ati wanasema watakuja kusimamisha housing. Wale watu ni wazembe sana bwana. Wale watu ni mafala sana wale. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Sikizeni watu wa Nairobi. Hii Nairobi City. Hii Nairobi City. Ile manyumba tunajenga Nairobi City saa hizi zinaendelea ni nyumba 75,000 ya watu wa Nairobi. Tuko na nyumba zingine 50,000 tumeipangia. Budget tumeweka ya Nairobi County ni zaidi ya bilioni 170 kubadilisha city ya Nairobi. Residents wa city wa Nairobi watakuwa wanaishi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna usafi. Kwa sababu sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Hapa Nairobi tunajenga soko 17 mpya inaendelea. Hapa Nairobi tunajenga hostels ya vijana wetu, universities zote, KMTC zote. Vijana 6,000 wa Nairobi, wale vijana wanasoma hapa Nairobi, tunawajengea hostels. Kwa sababu tunataka vijana waishi mahali pazuri, wasome vizuri, wakuje watusaidie kusukuma Kenya yetu mbele. Mimi nawauliza watu wa Nairobi. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi tutawajengea masoko. Saa hizi pale Kigomba tunaendelea kujenga soko. Kuna watu wengine walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko. Na soko ni mahali ambapo inafanya biashara ya wananchi. Na wale walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko ni watu hawafanyi biashara Kigomba, hawanunui Kigomba, ni watu wananunua hapa Karen, watu wananunua kule kwa The Hub, watu wanaenda kule sijui Sarit Center. Alafu unaenda kumwambia mwananchi anakaa Kigomba ati tusimjengee soko. Kwani unawabeba wananchi ufala kiasi gani? Wale watu ni bure sana bwana. Sio kama tunaelewana. Nairobi hoye!
Nijenge Gikomba nisijenge bwana? Na mimi nataka niwaambie, imebaki miezi 4, mimi naenda kufungua soko ya Gikomba, iko tayari. The first one. Hiyo ni phase 1 na nitabadilisha hiyo dunia yote mpaka hii Kenya ibadilike. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Nairobi, watu wa Kanairo, nawauliza kwa unyenyekevu, musikubali watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, ati kazi yao ni matusi, ati kazi yao ni ukabila, ati kazi yao ni chuki, ati kazi yao ni vipindi, ati kazi yao ni fitina. Watuletee fitina taifa letu la Kenya. Watu wa Nairobi tunaelewana jameni? Nairobi si ni ya Wakenya wote? Ni yetu sisi zote ama si yetu sisi zote? Hapa Nairobi ndio Kenya. Na ndio mimi nataka mniwaulize kwa unyenyekevu, musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Tunataka tuungane, tushirikiane, tujenge Nairobi tukiwa pamoja. Ni kweli ama si kweli my friends? Munasema tuungane ama tutengane Nairobi? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane Nairobi hii nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Si ndio? Tuendelee namna hiyo. Mimi nawauliza Nairobi, nijenge hizi barabara, niunganishe stima, tujenge Talanta, tujenge Bomas, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya kazi, tufanye Nairobi River Regeneration, tufanye hiyo kazi yote, SHA iendelee kuwatibu, na tupange dunia isonge mbele. Hebu nione wana anasema tupangane pamoja. Basi mimi nawauliza watu wa Nairobi, nyinyi watu wa Nairobi, si nyinyi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si nyinyi wananchi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si mnaamua hatima ya MCA? Si mnaamua ya mbunge, ya gavana? Si mnaamua ya rais? Nyinyi ndio mtaamua. Mimi nawauliza, saa ile mnaamua kiongozi, mnaamua kwa sababu ya sura yake ama kazi amefanya? Ni kazi ya masura? Ni kazi ya makabila? Ni kazi ya mafitina? Ni kazi ya matusi? Si ni kazi ya mtu ndio itamuokoa? Si kila mtu aseme kazi yake amefanya? Ni kweli ama si kweli? Si mimi niko hapa, si kuna kazi mimi nimefanya? Si watoto wetu nimewasomesha? Walimu 1,100 nimeandika? Si nimepanga mambo ya barabara? Si nimepanga mambo ya stima? Si nimepanga mambo ya housing? Si nimepanga mambo ya markets? Si kila mtu akuje na kazi yake bwana? Ama namna gani? Na wale wa matusi na fitina pia watafutiwe ratili ya kupima fitina na matusi, tuone itakuwa kilo ngapi. Sio kama tunaelewana my friends? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Sikizeni my friend, nimalizie. Wacha nimalizie. Si ndio? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Wale majamaa walijaribu kutuletea fujo Nairobi juzi. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi. Nawashukuru vijana wa Nairobi. Nawashukuru wafanyabiashara wa Nairobi. Mulikataa fujo Nairobi hii. Mukakataa maandamano ya kuharibu mali ya wananchi Nairobi hii. Mukakataa fitina ya fujo ambayo inaharibu biashara Nairobi hii. Ni kweli ama si kweli? Nikasikia jamaa mwingine anasema ati kwa sababu watu hawakwenda kazini ati maandamano imefaulu. Na mjamaa amezunguka Kenya hii miaka 50, ametangatanga, hakuna kazi amefanya. Sasa anataka ati Wakenya hao wote wakose nafasi ya kufanya kazi. Wewe my friend, vile umekosa kazi ya kufanya for 60 years ama 50 years, wachana na Wakenya waende kazini. Kila mtu anataka kuendesha asoli yake, tubadilishe uchumi, tusongeshe Kenya mbele. Mwisho, Nairobi, sijui kama tunaelewana. Si nyinyi ndio mtaamua next year? Si mtaamua next year? Si mtaamua rais next year? Si mtaamua governor next year? Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Sikizeni bwana. Wale majamaa wanajaribu kushindana na mimi. Si mnawajua? Wale majamaa mnawajua? Maono hawana. Agenda hawana. Sera hawana. Mpango hawana.
sera hawana, hata akili. Kumbe mnawajua wale majamaa, mnawajua ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera, ati kazi, hata akili. Salala, wale watu ni mafala wa mwisho. Nairobi hoye! Kwa hivyo nyinyi watu wa Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Nairobi, nione tutam. Hii kitu ni mbaya bwana. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Ladies and gentlemen, every great city reaches a moment when its ambition begins to outgrow its infrastructure. Nairobi reached that moment many years ago. For too long, congestion has imposed a heavy cost on our economy and on the daily lives of our people. It has delayed workers on their way to earning a living, increased the cost of doing business, kept traders away from customers, and taken precious time away from families. Congestion is not merely a transport challenge. It is an economic challenge. Every hour lost in traffic is an hour of productivity forfeited, income delayed, and opportunity diminished. That is why we are here today. The Ngong Road, Naivasha Road flyover is a strategic investment in the efficiency, productivity, and competitiveness of our capital city. This Kenya shillings 3.8 billion project removes one of Nairobi's most persistent traffic bottlenecks by separating traffic, improving safety for motorists, pedestrians, and cyclists alike, and restoring the strong movement of people and the smooth movement of goods along one of city's most transport corridors and busiest corridors. This is what modern infrastructure should do. Reduce travel time, lower the cost of transport, improve road safety, and make cities work better for everyone. I wish to express my very sincere appreciation to our friends, the government and people of Spain, for their partnership in financing this important project. It is a partnership founded on mutual respect and a shared commitment to Kenya's development. Ladies and gentlemen, today's commissioning is not the end of a journey. It is part of a much larger transformation taking place across our city of Nairobi. Just a short distance from here, construction of the Upper Hill Kenyatta Avenue Viaduct, a Kenya shillings 3 billion investment, is now 60% complete around the All Saints Cathedral. Once finished, it will significantly improve access into the central business district and ease congestion across one of the city's busiest commercial zones. Equally, we have commenced the upgrading of State House Road through a 1.6 billion investment that will modernize another strategic transport corridor. At the same time, we are building access roads to Talanta Sports City through a Kenya shillings 3.9 billion investment, ensuring that Kenya
is ready to host the Africa Cup of Nations next year with infrastructure that is world-class and reflects our standing and ambition as a city. To the north of the corridor, we are preparing a dualing of 23.5 kilometers Kiambu Road corridor from Muthaiga to Kiambu and its bypasses in a US dollar 221 million, Kenya shillings 30 billion investment. This project will unlock faster movement of people and goods while opening Nairobi's northern metropolitan region to greater investment, housing, and commercial development. Together, these projects are systematically removing the transport bottlenecks that have restrained the growth of our capital city for decades. But building more roads alone is no longer enough. 21st century cities must also move intelligently. That is why we are implementing Nairobi's intelligent transport system, one of the most significant investments in smart urban mobility on the continent. The first phase, covering 25 signaled junctions and a modern traffic management center, is valued at US $60 million, approximately 7.9 billion Kenya shillings, and is already under construction. The second phase will expand the system to 60 additional junctions through an investment of 13 billion Kenya shillings. The third phase, valued at 24 billion, will extend intelligent traffic management to another 125 junctions in our city. Upon completion, more than 210 junctions across Nairobi will operate through a coordinated real-time traffic management system that optimizes traffic flows, improves road safety, and significantly reduces travel time around our city. This is how, ladies and gentlemen, modern cities work. Not simply by building more roads, but by making every kilometer of infrastructure work smarter and more efficiently. Our vision extends beyond major highways. Through the Nairobi Urban Regeneration Program, we are undertaking one of the most ambitious urban road improvement programs in our nation's history. Today, 729 kilometers of urban roads are under routine maintenance. We are rehabilitating and upgrading 62 kilometers of road under phase 1 that is almost complete, which is already 85% complete at a cost of 1.9 billion. A further 59 kilometers will be upgraded under phase 2 through an investment of 1.7 billion. Phase 3 will deliver another 45 kilometers of road at an estimate of 2.5 billion. Our objective is straightforward. Every ward in Nairobi should benefit from modern, reliable road infrastructure. Development cannot be reserved for a few neighborhoods, while others are left behind. Every Kenyan deserves safe roads, better access, and equal opportunity. We are equally strengthening Nairobi's resilience through a shillings 2 billion drainage improvement program that will reduce flooding and protect homes, businesses, and critical infrastructure during periods of heavy rainfall. And that program already has been agreed between the City of Nairobi and the Government of Kenya to make sure that that happens.
Mobility is the foundation upon which modern cities are built. When transport is efficient, businesses become more competitive. Investors gain confidence, and goods reach markets faster. Workers spend more time creating value than sitting in traffic. Families reclaim time that would otherwise be lost on the road. That is why these investments matter. They are not simply investments in roads. They are investments in economic growth, productivity, competitiveness, and a better quality of life in our city. We will continue building infrastructure that support enterprise, attract investments, and prepare Nairobi for the demands of a rapidly growing economy. We are determined to build a capital city that is efficient, that is connected, resilient, and globally competitive. A city worth of Kenya's place as an economic gateway to East Africa. I thank you very much for your attention. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi nimesoma hii taarifa wapi? Songe hapa mbele. Nairobi mambo. Hebu nione kwa mikono wale wananisikia, hebu nione kwa mikono. Basi wewe soja, wachana na wananchi bwana, wakuja hapa karibu. Wewe unawasumbua kwa nini? Hao wananchi hawana noma bwana. Sijui kama tunaelewana. Nairobi hoye! Sikizeni watu wa Nairobi. Leo tumekuja kufungua hii junction. Si namna hiyo? Nyinyi mnajua watu walikuwa wanahangaika hapa. Msafara ya kwenda Nairobi, kwenda kazini, kwenda kufanya biashara ilikuwa inachukua muda mrefu sana. Jam ilikuwa inaleta noma sana hapa. Ni kweli ama si kweli? Si jam ilikuwa inaleta kisirani hapa? Hii junction hii tumejenga July 2024. Yani miaka miwili iliyopita. July 2024 ndio tumeanza hii mjengo, na leo tumeimaliza, inaanza kutumika kuanzia leo. Nyinyi mnanielewa? Sikizeni watu wa Nairobi. Ilikuwa imepangiwa, ukiona pale, hii mjenzi ilikuwa imepangiwa atiendelee kwa miaka mitatu. Nyinyi mnanielewa? Mimi nikawaambia contractor, haya kubali hii loudspeaker isonge huko ndio wananchi wasikize maneno.